Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah. Ndugu zangu katika la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutumie muda huu kukumbushana machache haya. Moja, hadithi ya mama yetu Bibi Aisha radhiallahu anha, anasema mama, sikupata kumuona mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam anaswaumu ndani ya 10 hizi za mwezi wa Dhulhijja. Hadithi sahihi. Hadithi ya pili, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, Abdullah alisema mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam, hakuna matendo yaliyekuwa bora mbele ya Allah kinyume na matendo yale yatayotendwa ndani ya 10 za Dhulhijja. Masahaba wakamuuliza mtume wa Mungu, wala jihadu fi sabilillah, hata ile jihadi ndani ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akasema, wala jihadu fi sabilillah, hata ikiwa hiyo jihadi katika njia ya Allah, isipokuwa yule ambaye atatoka kuiendea jihadi na mali zake yeye mwenyewe, kisha asirudi kwanza yeye akafishwa huko kwenye jihadi na zile mali zote zikabaki huko, hakuna kilichorudi, huyo ndiye atakuwa na matendo yaliyokuwa bora kuliko yale ya 10 ndani ya Dhulhijja. Kwa hiyo wanazuoni wakaja kwa mujibu wa hadithi Abdullah ibn Abbas wakasema, matendo bora, swaumu imo ndani ya matendo bora, dhikri mbalimbali ikiwemo kusoma Qur'ani ni katika matendo bora, kutoa sadaka ni katika matendo bora, kuambia watu yaliyokuwa mazuri, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kuishi na watu kwa kheri, kuwa mpole na kadhalika, mengi mbalimbali ndani ya 10 za Dhulhijja. Usidharau chochote kile, ni katika matendo yaliyokuwa bora. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ikaonekana na hata swaumu hiyo inaingia katika matendo yaliyokuwa bora. Kwa hiyo chukua ndani ya 10 hizo za Dhulhijja matendo tofauti, jikurubishe sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jitupe kwa Allah, mbembeleze Allah, jisogeze kwa Allah, fanya yale ambayo utaweza katika mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masiku hayo 10 uwezi ya swaumu masiku 10, kwa sababu kuna siku 2 ambayo ni tarehe 9, hiyo ni rasmi na khasa kwa wale ambao hawako katika ibada ya hija kuweza kuswaumu, nayo ni siku ya Arafa. Kisha kuna siku ya tarehe 10 ni siku ya Idi ambayo swaumu ndani yake ni haram. Kwa hiyo umebaki na masiku 8, chukua ndani yake siku utazowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, jisogeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yaliyekuwa bora. Tunanuka machafu, tuna mengi mabaya, asa hatujue ni la wapi bora ambalo talifanya hilo likatuinua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tunakuomba mwisho mwema. Allah tunakuomba uweka uzito katika mizani ya mazuri yetu, na tutapofanya mazuri tuweke miongoni mwa wale ambao watapokelewa na kukubaliwa. Tutenge mbali na wale ambao watafanya mema yakawa yana madonda na yakakataliwa. Sheikh Jamal Saleh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Islam TV Lobora. Jamal Islam TV